Michoro hii inahitaji brain. Kuchora mradi wa mtoto wa miaka 15 umfikirie mpaka miaka 22 atakuwa wapi. Inataka brain. Kama kiongozi unawaza ndumba muda wote, utaweza kupendeleza mtoto? Kiongozi unakwenda kwa timu unapeleka dawa watu wakamwage viwanjani. Bodi wamesema na faini imepigwa washirikina. Utaweza kuwaza watoto hawa kweli? Huwezi kuwaza. Hivi vitu vinahitaji akili, vinahitaji mchoro wa mbali, sio wa leo, wa mbali. Wewe unafikiri kwa mfano nani kapigwa faini ile ya kumwaga dawa? Angepita kwenye project kama hizi, angekubali kuiba dumu ya kumwaga dawa. Kaingia dumu la lita 10. Ni chupa tu. Kama anafanya fumigation, unajua fumigation? Kama alikuwa anaua kunguni mule uwanjani, dumu kubwa la dawa. Angepita kwenye hizi project vizuri. Akakutana na mwalimu akafundishwa mpira, asiyekubali. Wewe timu inajua ngapi? 30. Kwa nini mmoja akabeba dumu? Foundation hajapata. Pata foundation uweze kubeba dumu la dawa kwenye mechi. Muda ambao wachezaji wana concentrate kuingia kwenye pitch. Wewe unabeba ndumba. Watu wanaamini hizo system za Kariakoo ndo mambo ya nyie mje kupitia hizo hizo. Kwanza shehe haramu. Kwanza haramu. Sasa tuje kufanya mambo. Haramu shehe. Huwezi kufanya mambo haya bwana. Mchezaji kabisa, player. Ndio maana hizi ni muhimu sana hizo ndugu zangu. Hizi hapa anafundishwa mpira na kuishi kwenye mpira, kwenye taaluma ya mpira. Hii ni muhimu sana hii. Na kwa Yanga toka tuje tusikie amepigwa faini za vitu hivi. Huwezi kusikia wewe. Mchezaji wa Yanga. Mchezaji wa Yanga abebeshe dumu la dawa. Amwage uwanjani. Hiyo siku mkiona ile tukio niambieni naacha kazi siku hiyo hiyo. Sio mara panaponifaa. Mchezaji wa Yanga aingie kwenye mechi na dumu la dawa. Wallahi nawapia kwa Mwenyezi Mungu. Allah shahidi. Mimi siwezi kushiriki vitu hivyo. Mimi na hofu na Mwenyezi Mungu.